amen inapaswa kutikisa wewe kusoko ya mashini kule. Amen. Tuseme amen kama tunaamini hivi. Amen. Amen. Unaelewa kwetu hii ni feti. Si Biblia inasema heri siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Kwa Mkristo, mpagani njoo mnalia yenu yote tufinia na potea. Lakini muenda mbingu, mwanaenda mbingu ni siku ya fete. Haleluya. Amen. Hatutawatangulia. Yesu Kristo atashuka yeye mwenyewe. Atashuka pamoja na mwaliko jeshi wa malaika na malaika mkubwa mwenye kuna parapanda benyewe alikufa katika Kristo. Ndio watakuwa wa kwanza kufufuliwa. Mungu atupatie ile neema. Sema amen tena kama kufa katika Kristo. Haleluya. Ukisoma wa Filipi 1:21, Paulo anasema aseme kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kufa ni faida. Amena, haiko kihombo, ni faida. Na mwimbaji anaimba kwa kila Mkristo wa kweli. Haleluya. Naona maisha ni yenye maana ya kumtumikia Mwokozi. Kuishi ni Kristo na kufa ni faida kwa kila Mkristo wa kweli. Mungu atusaidie tusikuwe Wakristo wa ngoma. Tukue Wakristo wa kweli. Amena. Kwa Mkristo wa kweli kufa ni faida. Sababu ni rembo. Tunaacha magumu ya mavita. Shida mbalimbali zenye tuko tunapitia, tunaviacha, tunapumzika. Tunaenda kwetu. Haleluya. Amen. Hao ndio watakuwa wa kwanza waliokufa katika Kristo kufufuliwa. Kisa sisi tulio hai. Parapanda ikilia sai wale wanafufuliwa iko prima tena. Na sisi ambao tuko hai, ba Kristo ya kweli tunabadilika. Amen. Haleluya. Amen. Kisa sote tutafanya nini? Tunanyakuliwa. Tukutana na Bwana Yesu Kristo hewani. Tutakutana na Bwana hewani. Tutakutana na Bwana hewani. Haleluya. Amen. Na matenda, ngelima, matenda na wale wote waliotutangulia parapanda ikilia sai. Sote tunakutana hewani. Haleluya. Na kule kwenye tunaenda aseme tutamlaki Bwana Yesu Kristo hewani na tutakuwa pamoja naye milele. Ninapenda sana kuwa pamoja na Yesu Kristo milele. Mwimbaji mwase, ninatamani kwenda mbingu nchi yangu iliyopewa na Bwana kwa imani. Tamani kwenda mbinguni. Tamani. Dunia haiko yetu. Dunia haiko yetu. Siku moja tutaiacha, lakini tamani kuingia mbinguni. Na anamalizia kusema aseme basi farijianeni kwa maneno haya. Amen. Farijika kwa imani. Matenda hapotei. Anazirepose sasa pour l'éternité. Amena. Kwa milele hebo eternele tayari. Parapanda itakapolia atasikia ile sauti ya parapanda na wale wengine waliokufa katika Kristo Yesu. Kama na mimi nitakuwa nimekwisha enda na wae, neema itupatie kumaliza mzuri. Tusikie ile sauti na wenye watakuwa wazima wa Kristo ya kweli badilika na tunyakuliwe sote tukutane hewani. Napenda tupatie mzako mkono, mwambie tutakutana kule yulu. Jikaze katika yulu. Tutakutana kule yulu, jikaze katika yulu. Mungu atubariki na bariki neno lake. Amen. Amen. Mchungaji wa hapa ataomba Mungu kidogo tena. Ya mbinguni, Mungu wetu uliye juu. Tumefarijika asubuhi ya leo kwa neno lako ambalo umetaka tulisikie leo masikioni petu. Na neno hili limetupa matumaini ya kwamba pana siku moja tutapumzika. Baada ya vita, baada ya njaa, baada ya magonjwa, baada ya masasi ambayo inatuima amani, baada ya wale wanatuingilia usiku na kutuchinja, baada ya haya mazito yote tunapita ndani. Neno lako limetuambia kwamba iko siku ya pumziko, iko siku ya kutulizwa.
iko siku ya kufutwa machozi. Hii ndiyo tunaitaka kwako Bwana. Tujalie neema Bwana, tupige vita vyema, mwendo tumalize salama, imani tuilinde, na siku moja tuingie kwenye pumziko la milele, kama vile hao ambao wametutangulia tukulaki hewani pamoja. Neema itaiomba kwa kanisa kwa jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtuka ule mwenye iko mzambi ye peke ajiangalie. Hatuna komantere juu ya neno la Mungu. Adirike kusudi na wele siku nyakuliwe. Amen, amen. Basi tutaenda kwa kipindi cha kutoa sadaka na tutasikia wimbo moja kwa korale yetu. Tupatie wimbo moja na tutoe sadaka. Karibu. Umepambwa kwa vito vya samani na ujasiri, hakikisha dolini. Umepambwa kwa vito vya samani na ujasiri, hakikisha dolini. Na msingi yake imejengwa naye Yesu mwenyewe, ana vipimo mikononi. Na msingi yake imejengwa naye Yesu mwenyewe, ana vipimo mikononi. Kitambo bado vita vitakwisha, kitambo nazo uba zitapoa. Mimi nitapanguza machozi, naye Bwana aliye
Wakasema, karibu wana wangu, ingieni sasa kwenye raha ya milele. Tutatembea naye, tutarukaruka, tutapetameta, tutakaa kwa nyeupe. Tutatembea naye, tutarukaruka, tutapetameta, tutakaa kwa nyeupe. Kitambo bado vita vitakwisha, kitambo nazo huba zitapoa. Mimi nitapanguza machozi, naye Bwana aliyenifilia. Mimi nitapanguza machozi, naye Bwana Asante waimbaji, tunashukuru. Tutapata maombi kwa ajili ya sadaka. Tunasi Evangeliste Mes ombea sadaka ambazo zimetolewa. Baba yetu, kwa heshima kubwa tunakuja mbele yako, kiona mkutano kama hii mkuu. Wewe ndio uliona siku ya leo kwamba tutakusanyika hivi, na baadhi ya hayo sasa tunainua hii sadaka kwa kitanga mikono yako. Kwa wote ambao walionyosha mikono na wale ambao wamepungukiwa pia, Bwana walinde. Na baadhi hayo tunatamani sadaka hii Bwana wetu ipate kuzungumza na ifanye kazi yako ya Injili kama ilivyo mapenzi yako. Tumu katika hali hii shida ya huzuni, bali tunaomba Bwana upanguze machozi kwa wote ambao wanaolia, kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunasi mchungaji afiki na neno ambalo utasema. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ninapenda kumkaribisha baba yetu ambaye alisikia kama tutakuwa hapa, na yeye mchungaji wa kanisa. Mnajua kama hii ngaliki centre kwa Eglise Anese imezaliwa na Witiem Sepake ushirika kijana. Amena. Amen. Pale chini ya Saint Vincent, na mchungaji anakuwa hapa, lakini pia ni representant legal adjoint honoraire wa communauté ya Witiem Sepake. Kwa heshima baba mchungaji Mirindi, ungesimama kusudi wenyewe wakufahamu. Shukrani kuona baba. Biko na mama karibu sana. Tunashukuru tena, tulikuwa tumeisema na mwakilishi wako hapa kama tunafurahi, na tunashukuru kuona mlitukubalia tuingize mwili ya mchakazi humu kwa Sepake haifanyikaki, lakini mlisema basi ni mama yetu, ni mshirika, ni bibi ya Revera hayati kwa Sepake, lakini hata vile Mkristo wa Selpa kwa sasa Selpa Sepake tuko pamoja. Amena. Mkaruhusu tukue hapa, mnatupatia nafasi, lakini pia na mnatuasiste. Baba tunashukuru, Mungu awabariki. Asante. Asante. Tunaenda kwa kipindi chingine sasa kusikia hotuba ya maisha ya marehemu. Waza hapa tutapata mmoja wa jamaa ambaye ametayarishwa. Karibu. Ndio biografia hotuba. Jambo kanisa. Bon. Anasema mimi ndio nipane biografia ya demu wangu hapa mbele yangu. Tutaipana. Bon. Kwa majina marehemu anaitwa Matenda Mwenge Laeri Mutabi. Alizaliwa le 15 juillet 1934. Mahali pa kuzaliwa Isoga, katika kundi la Bashimwenda, nyumba ya Kaseke, jamaa la Bashimwenda Bashina Mulolwa, katika sheferia wa Muzimu
teritware ya Mwenga. Wazazi, baba yake aliitwa Kaseke Kitumbula Mungu Lilwa, alikuwa na babibi batano. Mama yake aliitwa Malashi Bibikwa, na ndio tunayua sie wote na Matenda. Mama yake na huyu Matenda, na pasteur alijulisha kama alikufa na 110 ans. Na tulikuwa tunawaza huyu naye atakufa na 110 ans. Na alituponyoka tu ile siku ya posho. Marehemu alizaliwa katika jamaa la watoto 5, mtumbu ya mama yake. Mama yake alikuwa bibi wa 4. Lakini ule Kaseke ule tunasema alikuwa na watoto 28. Sasa mwai tumbu ya huyu mama kulisha bakia mtoto mmoja tu. Na hivi tuko separe juu ya vita. Ule mtoto mmoja iko Luvungi kwa huyu mama, na ndio kwenye banafanyizia kilio. Donc batoto yake pamoja benye biko hapa, benye biko Luvungi, bote kwa ile ngambo Uvira, Bujumbura, bote biko Luvungi kwake. Ndio kwenye kuko kilio. Lakini nitaka sema batoto ya baba yake na huyu mama, donc bakaka yake na dada yake benye biko hapa basimame. Mbiso asimame, Bililo asimame. Sika bana Bililo kwa na Mbiso. Ule mwiko pale njo kiana wa mama wa mwisho. Na wengine kiana wa mama wa mwisho iko Burega, na huyu mwenye iko hapa njo fi mwana bakia mubibi wa kwanza. Njo tunaita Dorcas Bililo. Mwikae. Elimu. Marehemu alipata elimu ya msingi wakati wa Babeleji. Masomo ile balikuwa ita masomo ya Bitambala. Bazamani njo bana yele masomo. Ndoa. Marehemu alifunga ndoa na mume wake mchungaji Hasani Mutabi Yunusi mwaka wa 1952. Kisha ndoa marehemu aliishi na mumewe miaka mingi katika miji. Mbele walianza Lubumba, Itombwe. Baada ya pale bakahamia Lubarika, Luvungi katika kolektivite ya Wafuliro. Ni Luvungi Ufuliro ndipo waliishi miaka mingi sana, na huko wana makao hadi sasa. Uzazi. Na Matenda alibarikiwa kuzaa watoto 14. Matenda huyu alibarikiwa kuzaa watoto 14. Mache nili wanaume 7 na wanamuke 7. Bote benye bangali hapa basimame kwanza. Watoto ya na Matenda benye biko hapa. Ya Matenda. Njo bale unawaona. Mwikae. Kati yao 4 wameisha tuacha, wanaume 2 na wanawake 2. Singine machi nili ile wametangulia kule mbele. Waliobaki ni watoto 10, wanaume 5 na wanamuke 5. Na nyie muishi sawa au mama au muishi sawa mama yake. 90 na 110. Amen, amen. Wajukuu. Lakini acha kwa na mimi nijiseme. Mimi nakuwa mtoto wa mloko yake mwenye alikuwa anamfuata, mimi alihamishwa mbele. Maki mimi namuita tate. Wajukuu. Marehemu aliacha wajukuu 99. Na watoto wa wajukuu ama wajukuluza 135. 135. Wajukuu na wajukuluza wenyewe kwa bangisimama. Baba matu baone hapa
iko nje. Bon, tutaita ile siku nyingine. Kazi marehemu alitumika kazi zifuatazo: kilimo, juu kama uko pale Luvungi, kama ukwenda kushamba maaka huko bibi wa nguvu. Uchuruzi, walikuwa na magazin, kama bwana haiko yeko na churuza mule magazin, na walikuwa wanaita pale kwa Mubembe, tenduza sabuni kwa Mubembe, tenduza kitu kwa Mubembe. Evangelisation, kuhusu evangelisation, mama huyo alipanda milima na kushuka mabonde kwenda nasindikiza bwana yake kwenye anaenda ubiri, na mkanisa alikuwa diakre. Amen, amen. Magonjwa, marehemu alipata magonjwa tangu muda mrefu, ila ni kwa miaka ya hapa karibu ndio hali yake ilibadilika hadi kufikia kifo siku ya 6 tariki 8 mwezi huu kwenye kliniki universitaire ya Mwanzi. Mahali alipoishi, aliishi muda mrefu kijijini Luvungi hadi alipojikuta mwenyewe kisha kifo cha mumewe. Sasa aveka batoto bote wenye tunasema humu na baliukulu, alikuwa mama bienvenue, kwenda kafasi yote kwenye anapenda. Kinshasa anafaa kule miaka 2, anasema naona mimi nataka enda sasa Goma, anaenda Goma. Naenda Bukavu, anakuya hapa. Wa Bukavu anasema hapana, wote kala mashinji wende Nguba, anaenda Nguba. Wa Nguba naye anasema hapana. Ni vile ndio aliishi. Au kwa kuchokoza baba muko au balekazi. Alikuwa yake mama bienvenue. Kwa mwisho tunaweza hatutaimba tena ile wimbo tulishaimba ile wa 39. Tunasema tu Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake libarikiwe. Amen. Na tunasema baba ya mwili wa marehemu ulaze. Amen. Asante. Ile ilikuwa maisha ya marehemu ambayo tumetoka kusikia. Sasa tunaenda hapa na neno la jamaa na tunafuatilia na neno ya wachomba, lakini tunawasimu tupatie mtu mgomboe wakati. Mko naona hewa vile iko, tunawapatia kama mnasema dakika mingi, ikuwe dakika 5. Neno la jamaa. Jambo wa ndugu katika Kristo. Tunashukuru sana kwa mapenzi ya Mungu kwa kumchukua mama yetu. Mama yetu basi Mungu yeye pekee alimtuma duniani na leo amemchukua. Alifanya yote ipasavyo kwa jamaa. Alifanya yote ipasavyo kwa watoto. Alituzaa, alituedike hadi mwisho. Na mwisho wake mama amefariki, ameishi kwangu nyumbani. Ametupatia mashauri kama vile baba aliyemtangulia tupatiaka namna moja. Watoto wangu mubaki umoja mpaka mwisho, mpaka siku wa mwisho atatoka duniani. Musiachane na kanisa, mfuatane na kanisa gisi mi baba yenu na mimi mama yenu tulimu mcha Mungu. Na ndio maana naambia ndugu zangu tuheshimie maneno inayoachiwa na wamcha Mungu. Tubaki umoja kisi walitushughulikia maishani mwao, tusipotee katika ulimwengu. Ulimwengu usitudanganye na chochote, tuambatane na kanisa
tuambatane na kanisa, tusiachane na kanisa. Bila neno la Mungu hakuna maisha hapa ulimwenguni. Ndio maana naambia ndugu zangu, tubakie umoja, tubakie sude, tusipime kujisepare na kuacha kanisa. Na ule mwenye aiko ndani ya kanisa leo, nitamshauria ndugu yangu arudishe mguu kanisani. Hakuna maisha andeore ya kanisa, hakuna maisha. Na ukue najua ujulie ulitokaka wapi na utakwenda wapi. Ndio maana naambia ndugu zangu, tubakie katika kanisa. Mimi nitaprofite directement na kusema ndugu zangu wa Kristo, tunawashukuru sana kwa kutuasiste kwa yote mundio ayoifanya, kwa kutuakompanye moyo muda mgumu wa kwenda kumwacha mama. Kanisa la 8e Sepak lililo mlea waliotumikia miaka na miaka, tunaenda kusema Mungu awabariki. Kanisa la 5e Selpa Amani Bagira, tunasema Mungu awabariki sana. Mulimudumia kila kitu, wakati ya meza mnamletea meza nyumbani, hiki na kile, kumpatia mashauri, atujue tuseme nini. Ule Mungu aliumba mbingu na nchi aendelee kuwalinda na kuwasaidia sana. Tuambatane mkono na muendelee kutukamata mkono kwa mkono ili tusitereze. Asante sana. Ila dada yangu naenda sema kitu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Na mimi pia namshukuru Mungu kwa kuona ninazika mama yangu pia. Ninasema asante sana kwa Mungu kwa sababu Mungu ni Mungu. Mashauri yenye baba alitupatia na ndio mashauri yenye mama alitupatia. Baba alituambiaga sasa, watoto yangu, wakati mimi nakufa nisionake mwatalia. Kama mimi nakufa tu mimi baba yenu nisionake mwatalia. Mama naye hivyo ndio alituambia. Tulikuwa pale tuko tunalia, ndio tunaachiwa, tunakuwa bayatima. Na wakati tulikuwa tungae na mama, tulikuwa tunasema hatuko wayatima. Lakini leo tunashona sasa tuko wayatima. Lakini Mungu asifiwe kwa sababu tunazika mama yetu. Tuliwaza mama yetu atatuzika, lakini sisi tunamuzika. Na tunasema asante kwa neno la furaha sana yenye mama alikuwa anatupatia. Alikuwa hospitali siku ya 3, iko pale juu tulikuwa pamoja naye sisi sote na badoko yangu. Nikamwambia mama bikwae, hakukuwa nasema tena bikwae, lakini wakati aliniambia niko na Yesu wake, ase niko na Yesu wangu. Kisha nikasema uko na Yesu wako. Mimi nikakuwa na matumaini, nikasema sasa vile Lazaro, nikasema mama angali atafufuka naenda kumaonyo. Vile ananiambia na Yesu wake, manake atarudia, nikakuwa na matumaini tu. Lakini Bwana asifiwe sana na Bwana abarikiwe, amechukua mtu wake. Nashukuru sana kwa Mungu. Na kama vile kaka anasema, ninasema bandugu, tukue ini. Vile kaka anasema hapa na njoo vile tubakie juu baba na mama baliacha na tuambia tusitengane. Na mimi najua kama hatutatengana. Asante sana. Mungu abariki. Mapasteri yetu nasema asante sana, kama vile kaka anasema, tunashukuru Mungu sana. Si tulikomala Luvungi, mama alikuwa anatutosha ukitanda na tia bageni ukitanda, lakini basi Mungu wake kazi yake nyalitumika na nje inaonekana matendo mema nyalifanya. Njoo yanaenda mbinguni na si Mungu atusaidie siku moja tuwakuti. Tuna matumaini makubwa kama tutawakuta, kama tunashinda ulimwengu wa muziki. Asante. Tunaendelea kusikia neno la wachumba. Na pamoja na watu ona raha
ambao wametuunga mkono kushiriki kwa kanisa na kilio ya mama yetu, mtoto yetu amefariki. Hatutaingia tena mwe diskuru yenyewe wametupatia. Alizaliwa periode fulani, akafanya ndoa periode fulani, akafanya hivi na hivi. Tutaingia tena kwa ile kwa kugomboa wakati. Huzuni yetu ni kusema ya kwamba tunapata turumwa ya kabambi bashimu minji. Sababu wakati tulikuwa tukitoka kule kwetu Urega tunabakimbilia kwenye mtu anatia mtoto wake mwanamke, si ndio kimbilio pale? Na mtu kanauliza ni hakuna hata mshimwenda hapa, hakuna mtoto mulibabeni mulibashimwenda inu achi ana ubibi, kimbilio imekatika. Lakini tuna neema kubwa, sababu hata kimbilio ilikatika. Utanihurumia wale siseme jua wagumba ne amezaa ipo wetu wako hapa, unajua kama wazazi wako na wenye kuwa wale wazazi wako pale vile, unajua wajomba wako si vile. Tuna kimbilio ingine. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa ile hewa yenyewe aliishi nayo ilikuwa hewa moja ya ajabu, sababu walikuwa wanauliza washintabi ule, tulikuwa tunaiwa sepe wenyewe kama tunaenda Luvungi. Wengi walitoka kule kwetu Burega kule. Eto amwele sukula si ndio ashimulolo tunatoka kwele mapori yetu mwele mapori tangu 1952 mpaka mwele 35 yenyewe ile wakati ni alifanya ndoa. Ni kusema ke tulikuwa tunatoka mwambitiki kidogo, tunakuwa tunachomoka. Unachomoka wapi? Tunachomoka kwa Shinta wa Shimbinji. Jina la Bwana sasa lisitiwe sana. So tulikuwa ushirika ulianza tangu kale. Pale alikuwa na jina moja yenye tulimutia sasa Jeanne d'Arc. Unajua ile? Pale walifanya historia kidogo. Jeanne d'Arc maana yake shujaa. Défenseuse wetu maana yake hakuna kuwashimukije kana nafika pale c'est autre chose. Sisi niko naona nani tu pale wapeti wako pale nani watachokoza bayombe badi niwe kama tuko washimukije tu mtazetu alikufa, lakini bayomba yake wako hapa hivi. Wote mwana anafika anapata chakula, sisi tunafika tunapata chakula. Nawe mgeni alikuwa anakulisha watu wote. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu mani muita shujaa. Ukipita tu pale kwake unapata kenye utapeta. Leo siku utaenda unashiba sana. Tuna huzuni sana kumpoteza. Hatuna huzuni sana. So ninaona nipo ando tunitaka wasujaa. Wale wasujaa wewe Mungu aliwabariki nao. Tungali na wao. Si vile? Ndio. Muwabariki na muwachunge na muwaombee pia. Waombewe kabisa, kusema kama mama alituachia bayomba yetu bashimwenda kamwene sukuru. Sasa naweza ya bashimwenda wako wengi, lakini nyumba ya ndolwa mwene sukuru. Asante kwa kuona leo tunaweza kuachana na mama. Memoire inabakia mkichwa, alikuwa pale. Inabakia memoire yetu pale. Tunajua pale kulikuwa mtu pale. Na kila siku tunafika, usiku mnapita directement na mnapita pale mnaacha mnatupa mwenga alikuwa pale. Ndio kwake pale aliacha watoto fulani. Basi tunakuwa na shukrani sawa sisi na watoto yake, tunabakia katika ushirika. Hakutugawanya na watoto, hakugawanya watoto na bayomba yake. Ndio furaha yetu kwa nawe. Sawa wengine wanamke wanapaka wakishafika banajisepare na banakikubagua ala renili batu yote kuilile batu yote pasi moja. Amen. Ndio kitu kubwa ile. Kwa mama uige mfano wa huyu dada. Tulishi naye bien. Na ndio pale mimi nakuwaka munyemu wale jamaa. Munyemu sababu dada yangu alionyesha ile munyemu kwenu. Angalikuwa mwanamke mbaya, mungalikamata. Mungalikuwa kuna tupa leo na peni babo leo jabale. Basi Mungu awabariki. Tuma tulibe wimbo je, tutaonana tena huko ngambo ya Yordani. Amen. Tunajua siku moja tutaonana kwa Bwana awabariki. Amen. Tusikie neno ya watoto wa marehemu.
Ndio ile yote naisha. Basi tusikie neno ya Wijukuu. Mmoja afiki aseme mmoja. Wijukuu. Mmoja ndio atasema, wanaweza kuwa mingi lakini mmoja ndio tunapatia sauti. Usibouger sana. Mikrofoni iko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Sisi wajukuu wanamwenda tuna moyo ya shukurani tena sana tena sana tena sana. Sijue ni exprime. Ni furaha, tutasema ni furaha. Pengine wanakamata ni kilio, meishie tunasema kama ni furaha. Furaha yetu ya kwanza ni kuona tukuwa na tate yetu. Mungu atupatia neema ya kupata batate benye banaokoka. Ile ni ya lazima sana mu maisha. Kwa juu bengine batate benye baokoke banabafundisha buchawi, banabafundisha ukahaba, banabafundisha vya mubaya vyote vyetu tunajua tu. Lakini siye tate yetu alituonesha njia ya Mungu kwa kweli na kwa uhakika. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Huyu tate wetu alikuwa mshauri mkubwa sana tena sana. Alikuwa mshauri mkubwa sana kushia wajukuu. Alikuwa mshauri sana. Mabunyumba zetu za mingi zilijengewa ni juu yake utate. Utate alikuwa mshauri sana kwa wajukuu, kuwahimiza katika hali ya masomo. Alikuwa mshauri sana. Kama jamaa yetu kama ba intellectuale ba mingi iko kwa ajili ya utate. Sijue niseme nini, lakini nasema jina la Bwana libarikiwe. Na niko na ushuhuda kidogo ndatoa mbele ya kufa. Ilikuwa jeudi, alikufa samedi. Niko kunyumba mimi nalala ma 4h du matin. Nikaona tuko pale kuklinike. Tuko pale kuklinike, kukabadirika. Haikuwa gisi kulikuwa. Pale mbele ya urgence kukabadirika. Gisi kulibadilika, nikaona baanje bawili banashuka. Banashuka bakamkamata tate mkitanda ya magonjwa, bakamunyangula. Tate alienda mweupe. Tate anapendeza. Sasa nilitafuta kusogea niende, nikasikia tu sauti natoka. Sikuona kama ni anje, ndio alisema kama ni tate, ndio alisema mshike sana mulicho nacho. Asije mtu akaichukue taji mulioandaliwa. Basi merci, sina vya kuongeza. Tate wende mzuri. Wende mzuri lishaenda. Naamini. Nina uhakika na uaminifu. Jina la Bwana libarikiwe. Tena tate kitu kingine shauri aliacha akasema kila mjukuu wake mwenye atatembea sawa sawa na maagizo ya Mungu, kila mjukuu wake mwatenda njia ya Mungu ataishi siku za kutosha. Lakini mwenye ataenda kinyume ya mapenzi ya Mungu ile na mwangalia. Lakini naamini ya kwamba wajukuu ukisi tuko hapa na bengine abiko kwa biko mbali, mainchi za mbali, bengine biko huku na huku. Ninaamini ya kwamba shie bote tuko mapenzi ya Mungu na tutaendelea kuhimizana zaidi katika safari ya kwenda mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Tunafuata na neno ya baba ofisi ya Matenda. Itasemeka hapa na ndugu Isaac Masakani. Karibu ndugu. C'était pas bien. C'était Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nasimama hapa kwa niaba ya wale ambao walichukua
kuchumbia na kuoa binti za mama Matenda Mwenge Laili. Tayari wakubwa wawili hawako tena, marehemu mchungaji Akyombo na marehemu mchungaji Yoba. Wengine watatu wamezuilika, hawako hapa, Revera Kisosi na wenzetu wawili. Mimi njo kade wao ubamuko yote, na Mungu ni mkuu sana. Alituneemisha kupata nafasi ya kuoa katika jamaa hili, maana baba na mama wametulea ya kipekee, labda kushinda hata wazazi wetu. Wakati wote tulipofika nyumbani, mama hakutaka mwingine atufanyizie chakula. Hata wale kazi walikuwa pale, ameshughulika mwenyewe kutuandalia chakula. Kama vile wamekwisha kueleza watoto, amekuwa kwetu mshauri wa ajabu. Hakutaka hata dakika moja asikie nyumbani kuna utata kati ya mume na mke. Mwenyewe alisogelea na kuamua, na ilitutia nguvu na furaha kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakumbuka wakati nimekuja kusoma, tayari nina jamaa. Nikaona mambo yote yamekwama, vita vimezuka nyumbani walipokuwa Ruvungi. Nikasema ninaacha ya masomo, nitashughulikia jamaa. Mama amesema jambo la ajabu. Wapendwa, msikie vizuri. Amesema, mtoto wangu, umekwisha kuamua kufanya masomo, lile neno lisikwe tena ndani mwako. Ukikosa vya kulipa masomo, uchukue mtoto wako binti, umekwisha kuzaa mabinti, umubebe kwa mume mwenye iko na mali, akupatie mali usome. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao wa generation ya leo wanaweza waza kama ni mambo ya ziaka. Hapana, ili imefanyika siku zote hapo mbele. Na nilipochunguza lile neno likaniingia ndani, nilisema mama, umenibariki. Na nikarudilia shule. Nilimaliza shule kwa lile neno ameniagiza. Na baba hayuko tena. Leo mama naye tumeagana naye. Kama vile baba alivyoacha testament, hadi vile mama naye ameiacha. Alisema, mimi sina mali nitawaachia, ninawachia Mungu. Bwana sifiwe sana. Yeyote aliyetoka katika uzao wangu amjue Mungu. Tuseme nini tena? Sisi na mabibi zetu, washemeki kwa kaka zetu, pamoja na wamama zetu wanaomgomboa na mwenda leo, kama vile baba na mama walivyotulea, mutulee kwa moyo wa upendo. Msituhesabilie makosa. Ule Mungu iko nafanya hivi, ule dada iko nafanya hivi. Mtusaidie sana, mtulee kama vile watoto, ni vile wametulea. Tusikue tunawakumbuka jongo na tutupilia. Kile tunaweza kuhitaji, mtoto ni mtoto tu, mtutendee. Na mtoto akomale yake mzazi wake. Hili ni neno tunaacha kwa jamaa ambalo mlitupenda, mkatukaribisha. Tunawakuwa na watoto na wajukuu na wengine wajukuluza. Wale wote mikono yenu mtulee. Na mlezi mkubwa ni Mungu ambaye tutaambatana naye, maana tukiambatana naye tutaungana na wote waliotutangulia. Na Bwana atubariki. Amen. Tusikie neno ya mama Giselle, yeye ambaye alikuwa na huyu mama kwa wakati wote. Afike naye atoe neno fupi. Yesu
Yesu aliomba kwa Baba. Yesu aliomba Getsemani. Yesu aliomba kwa Baba. Alilia, e Baba yangu, mbona umeniacha? Yesu mwana Nzambe. Yesu mwana Nzambe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ninakuwa na moyo wa sifa na shukurani mbele za Mungu kwa kuona nilipokuwa kwenye niliambia Mungu ndakushukuru kinirudisha na mimi namaliza safari ya mamangu salama, nikuwe niko kunyumba. Ndio inatuma mimi nashimama hapo. Ningeenda bila siseme, zamiri azingeninipa amani. Nilikuwa safarini na mama nilimwacha yuko mgonjwa na Mungu akaniepusha na nilikuwa amo. Nilifika hapa, tunaishi na mama miezi 5 tokea nilirudia. Ninamshukuru Mungu sana kuona mama anamaliza safari na tuko naye. Amen. Namshukuru Mungu sana. Amen. Jambo yangu ya kwanza ile. Tena ingine namshukuru Mungu kwa kuona Mungu alinipatia mama mwema. Huyu mama mnamuona hapa, nikikumbuka siku nilifika kwake Luvungi, niliolewa nitoka Bukavu. Kisi banapanaka muya anakuya banapatia bakwabo na bibi kukibembe banaita ekolo. Balitupatia nyumba ya kwabo na bibi etafikia yako. Mama akakuya kwenye kuniangalia kwenye mwalikazi wake anakuya, aliponipokea alijazwa roho, alitabiri, nikashindwa kuelewa. Juu nilikuyaka niko na boga, niko nasema mimi natoka mvile, mimi naenda ku village. Nikaogopa batanitesa kule, ba grand sere wote walikuwa na boga. Mesa tulikumbatianaka na mama, nikasikia hewa moya, na sasa nilibakia kwa mama, nikasema huyu ni mama mzazi. Amen. Na muda yote tulibaki na mama. Huyu mama mnamuona hapa ni mama exemplaire. Ni mama manake mama mwenye ushujaa mkubwa. Siwezi weza kubimaliza vile tulishi naye hapo. Siwezi weza hata. Ndasema tu kidogo. Mama gisi iko hapa tulishi naye muda yote. Mnamuona gisi analala hapa. Sikona hata siku moja mama anasirika. Sikona hata siku moja mama anatombokia mjukuu. Sikona hata siku moja mama ase anabagua chakula ni mwalikazi anamupa. Sikuonaka mupige chakula yote ile na unamupa chakula nakwambia mama merci. Maana yake mama saa mama alikufa, sikusikia upweke ya kusema sio nimebaki bila mama. Mama alinikamata, alinikumbatia. Na muda yote mama aliamua akasema ndaenda kwa mama Yoshua, munibebe kwa mama Yoshua. Sasa alikuya kwangu. Nikaona sasa utamu ya mama. Tuliishi na mama, bakukia kumwangalia, balikuwa nakia muangalia kama siko. Ndayua kama kulifika kunyumba kufatana na vile walimwachia. Kama walimwachia pesa, anazifunga kukikwembe anasokota. Sasa mimi nakuya anasema mama ule mimi nasikia anakuya kule. Mumuite mama gusa hapo. Mimi nafungula, mimi nakuta franga ziko pale. Nani alifika hapo? Asema watoto watakwambia mwalifika hapo. Ilifika kipindi mikono aikaze tena kufunga hii franga hapa kukikwembe. Anakuwa faba anafika wanamwachia franga anakamata na sokota mkitambala. Saa tu anasikia na kiasi mumuite mama. Mama gusa, nakia fungula franga. Nani alikuwa hapa watoto wananiambia. Mama maana yake alikuwa mtu wa shukurani, umupatie chakula, umfunge kitambala, umukogeshe yeye ni merci. Mama mweko hapa. Mungu mimi najua Mungu amempokea na mavazi meupe. Unyakati zake za mwisho mama alipiganisha mwili, lakini hakuna siku niliona mama anasema sasa yo mimi nakufa. Mama alipiganisha mwili yeye na imani na yeye alilinda imani yake hadi mwisho. Hapa nyuma alikuwa anaanza kuwa mpole sasa. Unapita anapoangalia tu na mecho hivi, mimi naambia mama, tokeni kuna fanya madefile mu mafiga. Tu tulikuwa shinda naye mu mafiga. Mimi namtia mshezi rulante ku mafiga na mimi niko na fabi yangu mle mafiga. Unaona mecho yake iko napita pita. Naambia nini, utaniambia nini? Siku mwaka naambia niko nawaza safari ya mbingu.
safari ya mbingu ase kweli unatenda mbingu ase njoo niko na wazi. Nikasema kweli asante kwa Mungu. Ile siku alisema vile nikasikia faraja, nikaita bwana wangu nikamwambia unasikia vile mama ananiambia leo asiko na waza safari ya mbingu. Basi tukabakia mwile kipindi vile kifupi. Mwisho wa mwezi ilifika hapa juzi, mzee wetu Kitungano akakia kamuletea mama meza. Alikuwa shakuwa na difficulty ya kwanza kutamka maneno. Tulifanya karibuni 2 jours mama hasemi. Nesa pasteur alikuya analeta meza, nikamwambia mzee, mama haiko tena nasema, kusema yake inakuwa tu mecho. Unamuuliza kitu mecho, ukimsemea masikio anatingiza tu kichwa. Lakini ile siku Mungu alifungula kinywa ya mama. Mzee akasema mwende nje. Matenda iko naongea, mimi nataka ongea naye. Ikatutia moyo sana, tena sana. Mama, wende salama mama yangu. Wende salama. Mimi najua njia ilikuwa wazi juu yako. Kienye nilijifunza kwako. Kila mara tulikala na mama nilikuwa najifunza maisha ya mama, utulivu, upole, hakuna kutosha kitu kibaya mkinywa yake, ili tupatia fundisho mie na watoto yangu. Na tulimupenda sana, tulimshugulia mimi na watoto yangu, bachukua walikuwa wanaanza mubeba sasa vile bebe, bamubembeleze, bamufanye hivi. Unakuta wakati moya mtoto wangu amsha ananiambia mama maraba huyu anakuwa njoo bebe wako. Nikamwambia nani nilimuletea bunga yake ya bui, hakuna mwategusa hapo. Na gisi anakufa mama akumaliza tele bui. Mama wende salama, tuko pamoja. Najua kama Mungu iko pamoja na wewe mahali peponi mahali ulipo. Amen. Amen. Asante, tutasikia neno kutoka Mutualité des ressortissants du Tombwe. Bwana Yesu asifiwe. Tasumbua na talo wenye kuwa hapa watoto wa Itombwe simama Vice President. Moja kwa matalo wenye kuwa hapa. Simame wima tu tuzungumze kidogo. Tunakuwa na moyo wa shukrani kwa Mungu, maana Biblia inasema tushukuru kwa kila jambo. Mama Matenda Mwingi Rachel ambaye analala hapa alikuwa mke wa Notable Kabambi wa sekta ya Itombwe. Rivera sana Yunusi. Na ili nyumba alikuwa na washa kwa village yetu, kwa group Mabasi Mukindide na kwa lokalite ya Lubumba. Ili nyumba alikuwa na washa inazimika. Ni kusema ile shauri tulipata kwa baba katangulia, mama kabaki kama vile mshauri wetu na watangazia kama hatuko naye tena. Ila tuko na faraja mmoja kwa sababu alimaliza katika mavazi meupe. Amen. Abarikiwe Bwana Yesu. Amen. Tuna matumaini. Jamaa limebaki hapa nalijua gisi wanaishi na Mungu. Mungu awasaidie. Mjifunze kitu kwa wazazi na kifanye huyu mwanalala hapa tusione kama milala. Haleluya. Tufike tena tukaribishwe kwa nguvu, tufike tena tucheke kama tulivyocheka mama. Kwa kweli huyu mama ambaye anaongea hapa, analala hapa, ni mama alikuwa tofauti na mama na bibi zetu. Niko president, ni mama yangu tena, tuko jamaa moja na yeye. Mwanaweza sema ana neno na huyo mama analala hapa. Sijui ndio labda ni mwanadamu, lakini mimi sikuiona. Mama, tunakutakia upumzike kwa amani. Tunajua kama wanotalo wanazunguka hapa, wanarepresente wengine wote ambao hawako hapa. Tunakutakia mapumziko mema na tunaamini kama mbinguni tutaonana tusipozimia mioyo. Amen. Amen. Asante. Tutasikia sasa neno kutoka kanisa la 5e Selpa Amani Bagira. Karibu. Wazee wa kanisa ya Amani, msimame mkuya hapa, usogee hapa. Mzee hawezi bakia, tuko kama mko district usi.
kama kungelikuwa kuko mzee mwingine toka makanisa yetu ya district ya Bagira na yangi sogea hapa sababu Bagira na Wakristo yote ya Shalom wenye biko hapa. Amani njoo tunaitaka Shalom. Unaweza sikia basi kinasema kanisa ya Shalom. Njoo ile amani Bagira. Wale Wakristo wote msimame kila mtu kwenye iko. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hatuna maneno mingi kusema. Tunakuwa na furaha. Tuite furaha. Kanisa yetu iko na baraka za kusindikiza watu wazima. Mungu iko natupatia neema bakongwe. Wenyewe wanaenda wanamaliza miaka yao kabisa ya kuishi. Na tunashukuru kwa ile tena pote wiko wanaenda mzuri. Amen. Ukristo mzuri mshasikia shuhuda mbalimbali na zile zote ni amina na kweli. Ingine nilisema wakati nilikuwa nasoma neno ndogo la Mungu na mzee Kitungano iko wapi? Mzee Kitungano kuya hapa. Njoo mwenye mara mingi nilisukuma akuye kumletea meza ya Bwana. Na napenda msikie tu neno ya mwisho alimuuliza kama iko tayari. Neno gani alisema? Neno ya mwisho nilimuuliza eske Yesu akikuchukua kwa leo uko tayari kwenda? Akajibu niko tayari. Ni ile jibu alisema. Ilikuwa tarehe 3 ya hii mwezi wa 11. Tulikula meza tarehe 2 Dimanche. Tarehe 3 asubuhi sawa kawaida akakuya. Na wakati alimuona akakutana kwa ile hali yenyewe mama Yoshua alisema alipata kameme nafasi ya kuzungumza naye na kumpatia meza ya Bwana. Tunashukuru Mungu kwa hili. Haleluya. Amen. Tunajua amepumzika kabisa katika mavazi meupe vile tulisema kwa ufundisho yetu na ushuhuda zinaonyesha ile. Mimi napenda tu tuimbe kale ka strofe ka ile wimbo ya numero 69 tuonane. Si vile waimba wa Kristo ya Shalom tuonane. Tuonane uko ngambo ya bahari. Tuonane kwa furaha uko shida iko. Tuonane uko ngambo ya bahari. Tuonane kwa furaha uko shida. Tunaendelea kumtakia mapumziko ya amani. Tutasikia neno kutoka kanisa la 8e Sepak Penuel Nuru. Funo Nuru, pardon. Funo Nuru. Karibu. Habiko. Basi tutasikia neno la kanisa la Rehoboth. Karibu. Neno la muhimu kwa saa hii ni pole. Tunasema pole kwa jamaa, tunasema pole kwa wandugu, marafiki na wapendwa katika safari ya kwenda mbingu. Amen. Katika Zaburi 116 mstari wake wa 15 inasema, ina thamani pa Bwana mauti ya mcha Mungu wake. Amen. Sikia mwenye alifanya presentation nasema wasepake maiti au mili haingi yake mu kanisa.
hatufanye misa ya mamili, lakini tunafanya ibada kwa ajili ya wale wanaachwa, ili tuwatie moyo, lakini pia na mwili wa mtakatifu. Biblia inasema ina thamani, kusema ina heshima, na mhubiri anasema kama hakuna balaa, kama upate vyote vya dunia na ukwishe kosa maziko hapa chini, ukose mazishi. Amen. Huyu ana haki kuwa hapa kwa sababu ni bibi ya mchungaji. Haiko mchungaji tu ndo alitumika, na mama alitumika. Na wakati tunaombea mchungaji, hatuombei mchungaji yeye peke, tunaombea mchungaji na mke wake. Watu wanaweza kushindwa, lakini na katiba yetu inasema baba akifa, mama anaendelea kuwa na haki zake mpaka siku anakufa. Alafu huyu kama mke wa mchungaji kuingia mkanisa sepaki, haiko ya kunegosie, haiko vya kunegosie sema hivi na hivi, hapana. Amen, amen. Sikujaliwa kupata habari kama alifariki, ni jana nimepata habari, sababu tuko na mkutano kwa kanisa letu, na mara kwa mara kama niko mkutano naweka telefoni mbali. Alafu jana asubuhi ndio nilipata message ya Kisosi, ananiita, alafu ndo akanipasha. Aliponipasha sema basi pole ndugu, sikukuwa na habari. Basi jana tulikuwa na mkutano na president, ndio alikuwa wa kutuhubiria. Sikushinda kwenda kwenye mko, lakini nilikusudia leo nitakuwa hapa. Sasa hii wachungaji wako mrenio ya district Bukavu Kanagane, lakini mimi nilisema sitaenda kule, nitakuwa hapa. Basi tutashirikiana kwa kazi hii. Furaha yetu ni kwamba amemaliza safari yake na tutaonana mbinguni. Katika kitabu cha Ufunuo inasema, Ufunuo 14 na mstari wake wa 13 inasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yatafatana nao. Huyu anapumzika, lakini pia ameshiba miaka, ameshiba siku. Biblia inasema miaka yetu kwa leo ni 70, na mwenye nguvu 80. Sasa ametambuka ya wenye nguvu, kusema amepata bonisi ya wenye nguvu zaidi ya 80. Amen, amen. Ya muhimu ni kwamba alilinda imani. Sisi sote tuko hapa, tutaenda, lakini kila mtu ajiulize, nitakapoenda nini itasemeka nyuma yangu, na nitaenda wapi? Kwenye utaenda sasa ndio itayarisha. Uanze kuitayarisha kwenye utaenda leo, hapana kesho. Uanze itayarisha. Huyu ameenda, useme na mimi nafikaga kwa ile miaka. Juu kwa leo siye miaka inakuwa 50 na hata mwezi ya 50. Bwana tusaidie. Tunaendelea kusema tena pole, na Mungu awatie nguvu, na rekomandasyon aliacha mubaki katika Kristo. Kwa katika Kristo na utafikia siku utaondoka na sifa njema. Amen. Wa kusema ni wengi sana,
tutasikia neno kutoka Bachimba. Wazimba. Karibu basi. Kote. Abiko. Karibu huku. Walikala mbali na biko na neno ya kusema. Hapa wakimaliza tunasikia habari ya protokoli. Msemai ni umoja, mnaweza kuya bengi lakini msemai ni umoja. Ndio. Wandugu wapenzi ya mjambo, na tunatoa mkono kwa pole kwa jamaa ya Mbondo kwa kumpoteza mama yetu. Hii ni delegation tu ya Wazimba. Kwa kweli wajomba wa Bembe unapata wana shida siku hizi sana. Jana tulizika mama yetu, mama Janet. Tukazika pia bibi wa pastere Etabo. Na leo pia tunahusikana kwa kuzika pia mama yetu hapa ili tunakutana saa hii. Mkono wa pole huo kwenu. Jambo ni moja tu. Tuungane mkono kwa mkono. Amen. Ile utani ya kusukumana, kukokotana kuli kabisa Wazimba na bayomba yetu Babembe hatutaki tena. C'est pour cette raison wakati kila kitu kwa furaha sawa vile kwa magumu tupashane na tushirikiane pamoja. Asante. Merci sana. Tutasikia neno ya protokoli sasa. Wakati protokoli inamaliza, tutasi mchungaji anafika kutupatia maelekezo vile tutajielekeza, na kwa mwisho anapomaliza mchungaji au papa representant honoraire adjoint wa sepake yeye atatuombea kwa mtawanyiko. Karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tuko na neno mbili kama vile protokoli. Neno ya kwanza ni juu ya gari zitabeba watu kule kwa mazishi. Sawa? Na neno la pili ni juu ya kukaribisha wageni sasa tunarudi. Kwa hiyo ya kwanza kweli tuko na gari. Na kila wote mtajisikia kushindikiza tate yetu. Atuka asizite kutufuata. Sawa? Lakini tutaomba tukataratibu kadogo. Kuko gari zetu tunapanga juu ya watu fulani. Tukikwambia uache kwanza watu wengine kwanza humu, usisiriki. Juu utaenda tu. Hatukosi gari hata 12 au 13 hapa zitaenda kule. Sawa, kila mtu ataenda. Ya pili ni juu ya nani ya kurudi. Jamaa imeandaa maji kidogo pale nyumbani. Sawa? Ni kweli fasi iko kidogo sana. Fasi iko kidogo sana, lakini mjikaze kila mtu mwatarudia pale. Asitoke bila kunywa maji. Juu chakula hiko. Sawa ndugu? Maneno mbili mimi nasema gari zote ziko. Tusikubali hata gari. Gari zote ziko. Na chakula itakuwa. Kwa hiyo sasa tunarudia, tunafika pale kunyumba pre kunawa mikono tunanawaka kawaida. Tutakuwa na utaratibu ya kuwapatia chakula. Chakula hiko. Usikota watatoka pale kwetu bila kunywa maji. Atakuwa tukosea sana. Asante na Mungu awabariki. Tunataka kusema hivi kwa kuheshimu huyu mjakazi wa Mungu ambaye tunataka kutosha jeneza yake kanisani, kisha maombi ya baba representant legal la Jean Honoraire. Tutaacha kwanza akimaliza maombi anatulaga kwa kutoka benye biko tu munjia njo batatoka. Bakristo musikimbilie kutoka mbele ya serikali ya mama. Tunafuatana. Beba naikana muikale tu bebiko munjia njo batoke. Benye batanyangula serikali bananyangula.
benye watawafuata ni madhabahu, wachungaji na wazee ya kanisa, jamaa inakuya nyuma yetu, kisha njo Bakristo watakuya nyuma na wamambre wengine. Eske munafuata? Asante sana baba, karibu tusimame. Asante Bwana Yesu kwa kuwa imekupendeza umvune mjakazi wako, na tayari tumejengwa kwa neno lako na ushuhuda mbalimbali kuhusu marehemu. Sasa ni muda wa kwenda kupeleka mwili ili urudi katika udongo, maana uliagiza kwamba ni katika udongo umetoka na utarudi. Tunaombea safari yetu, hatua kutoka hapa hadi kwenye shamba la wafu, na tutakaporudi tena urudi pamoja nasi. Tuna imani kwamba umeleta faraja kwa wote, kwa jina la Yesu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu, pendo na Mungu Baba na ushirika wa Roho